relaying, because they were rebuilding Jerusalem. Wakati walikuwa wanajenga tena Yerusalemu. And they were relaying the foundations for the temple. Walikuwa wanafanya tena msingi wa hekalu. It says the old began to weep. Akasema wale wazee wakaanza kulia. And everyone else began to shout for joy. Na wengine wakaanza kupaza sauti kwa furaha. And you couldn't discern between the joy and the weeping. Na haungeweza kupambanua kati ya kulia na kufurahi. It was one loud sound. Ilikuwa ni sauti moja kuu. And it says it was heard a long way off. Ikasikika mpaka mbali. When God touches a man and a woman, wakati Mungu anaguza mwanaume na mwanamke katika njia kuu, it is heard a long way off. Itasikika mbali. Hallelujah. 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 So when God touches people, kwa hivyo Mungu anapogusa watu, when they yield from their heart, wanaponyenyekea kutoka mioyoni, sometimes people weep. Wakati wengine watalia. Sometimes people begin to laugh. Wengine wataanza kucheka. It's all holy. Yote ni takatifu. The important thing, jambo la muhimu, is that we allow God to do that work in our heart. Ni kwamba uruhusu Mungu afanye kazi hiyo moyoni mwako. My prayer, ombi langu, was, Lord, I don't know what I need. Ni kwamba Bwana sijui nahitaji nini. You know what I need. Wewe unajua ninayohitaji. So please do a work in my heart, whatever you want to do. Kwa hivyo tafadhali fanya kazi moyoni mwangu utakayo. When you go to the hospital for an operation, unapoenda hospitalini kwa ajili ya upasuaji, the doctor knocks you out. Daktari atakufanya ulale, and then he operates on you. Kisha atakufanyia upasuaji. So in the spirit, kwa hivyo hata katika roho, you have to switch your head off. Lazima utazima akili zako. Stop telling God what to do. Na uache kumwambia Mungu la kufanya. Let him do a work in your heart. Wacha yeye afanye Amen. Kazi moyoni mwako. Amina. Hallelujah. Hallelujah. So I began to see, nikaanza basi kuona, that the people getting touched, watu walikuwa wanaguzwa, were not just extroverted people. Hawakuwa tu watu wenye msisimko. It was the dignified people. Maana wale wangwana, it was the quiet people, watu wa kimya, the shy people, wale wenye haya. And then the Lord showed me, na Bwana this is akanionyesha for everybody. Ya kwamba hii ni ya And kila you need mtu. it. Na wewe pia unahitaji. So I began to press in. Nikaanza kumsifu. For the Lord to touch me. Ili Bwana I aniguze. said, Lord, I'm not laughing because everybody else is laughing. Nikamwambia Bwana sicheki kwa kuwa wengine wote wanacheka. It has to be real. Lazima iwe halisi. So come and do the work in me. Kwa hivyo njoo ufanye kazi ndani yangu. In John 7:37, katika Yohana 7:37 and 38, na 38, Jesus said, everyone who's thirsty, Yesu akasema yeyote aliye na kiu, come to me and drink. Njoo kwangu na unywe. And out of your belly will flow rivers of living water. Na kutoka tumboni mwako kutatiririka vijito vya maji yaliyo hai. That was the final day of the Feast of Tabernacles. Na hiyo ndio ilikuwa siku ya mwisho ya karamu ya maskani. The feast of joy. Na ile karamu ya furaha. And he's speaking about a river coming out of your belly. Anazungumzia mto unaotoka tumboni mwako. In Isaiah it speaks of a well. Katika Isaya anazungumzia kisima. And it says, draw forth from the well of salvation with joy. Anasema teka katika kisima cha wokovu kwa furaha. In the book of Psalms and also in Acts chapter 2. Katika Zaburi na Matendo 2. It says, in the presence of God. Nasema katika uwepo wake Mungu. Is fullness of joy. Kuna wingi wa furaha. At his right hand. Na katika mkono wake wa kuume. Pleasures forevermore. Kuna furaha daima. Wherever God goes, there's joy. Mahali anapoenda Mungu pana furaha. The Bible says that the disciples were filled with joy and the Holy Ghost. Biblia inasema wanafunzi walijazwa na furaha ndani ya Roho Mtakatifu. Joy and the Holy Ghost go together. Furaha na Roho Mtakatifu wanaambatana. Good tidings. Ni habari njema. Great joy. Furaha kuu. Jesus, hallelujah. Hallelujah. Everywhere Jesus goes, there's joy. Popote anapoenda Yesu pana furaha. Hallelujah. Hallelujah. It's not a joy of the mind, it's a joy that comes from the heart. Sio ile furaha ya akili, ni ile inayotoka moyoni. In the book of Nehemiah, katika kitabu cha Nehemia, when the people were weeping, watu walipokuwa wanalia, and the priest said, go and rejoice. Na kuhani akasema enendeni mkafurahi. He said, because the joy of the Lord is your strength. Alisema kwa kuwa furaha ya Bwana ndio nguvu zenu. Hallelujah. Hallelujah. We have a testimony. Tunao ushuhuda. We had a child born with cystic fibrosis. Tulikuwa na mtoto alizaliwa na ugonjwa huo. A disease of the lungs. Ugonjwa wa mapafu. She died when she was 18. Alikufa akiwa na umri wa miaka 18. 20 years ago. Miaka 20 iliyopita. On Christmas Day. Siku ya Krismasi. I can tell you. Naweza nikwambie. That the touch of God in our lives. Ya kwamba uguzo wa Mungu maishani mwetu. The joy of the Lord that is our strength. Furaha ya Bwana iliyo nguvu zetu. Carried us through that. Iliweza kutubeba na kupitisha kwa hayo. The joy of the Lord will carry you through. Furaha ya Bwana itakubeba. Every difficult thing in your life. Itakupitisha kwa hali zote ngumu maishani mwako. It is the devil that doesn't want you to rejoice. Ni shetani hataki ufurahi. It
is the devil that wants to steal your joy. Ni shetani anataka aibe furaha The yako. Lord wants to fill you with joy. Lakini Bwana anataka akujaze kwa Hallelujah. furaha. Haleluya. Ephesians 5 and verse 18 Waefeso 5:18 says, don't be drunk on wine, anasema usilewe kwa mvinyo. wherein is excess, Usilewe kwa mvinyo. debauchery, sin, Yaani ambapo utatenda dhambi. but ever be being filled Lakini wewe kila mara jazwa with the Holy Spirit. kwa Roho Mtakatifu. So we must stay full of the Holy Spirit. Kwa hivyo Hallelujah. lazima tujae kwa Roho kila mara. And so I began to press in for the Lord to Anza kumsifu Bwana aniguze. Hallelujah. Haleluya. So I began to press in for the Lord to touch me personally. Nikaanza kumwomba Bwana aniguze And kibinafsi. every time Pastor Rodney would say, lift up your hands and close your eyes Na kila mara mchungaji Rodney angesema inua mikono yako na ufunge macho yako. and put your eyes on Jesus. Na ukaze macho yako kwa Yesu. Because we should never look to a man Maana hatufai kumtazama mwanadamu to put their hands on us, ili atuwekelee even mikono. though it is scriptural and we do that, Hata kama ni kimaandiko na tunafanya hayo. to receive from the man. Ili tupokee kutoka kwa mwanadamu. But it's Jesus. Lakini ni Yesu. Man can do nothing for you. Mwanadamu hawezi kukufanyia lolote. Man is just the vehicle that the Lord, the pipeline that the Lord uses Mwanadamu ni bomba tu ambalo Mungu hutumia for him to touch us through somebody. ili atuguze kwa kupitia But mtu. he can touch you anywhere. Lakini anaweza kukuguza mahali popote. Hallelujah. Haleluya. And some of the most wonderful encounters with the Holy Spirit I have had Na mojawapo ya mapatano ya ajabu na Roho Mtakatifu ambayo nimekuwa nayo is not when anybody laid hands on me, sio wakati nimewekelewa mikono na mtu, but I just pressed into him bali nilimsongea tu and his power came down on me. na nguvu Amen. zake So zikanishukia. you can receive it anywhere that you are. Even if you're watching, Kwa hivyo unaweza pokea popote ulipo, hata kama unatutazama. you can receive right where you are. Unaweza pokea hapo ulipo. Everything that anybody receives here. Kila Amen. kitu ambao watu wanapokea hapa. And so the Lord touched me many times over that 6 months. Kwa miezi hiyo 6 Bwana And I would just akaniguza weep. mara nyingi. The one time I fell down on the floor under the power of God. Ningelia na kuna wakati nilianguka chini sakafuni chini ya nguvu za Mungu. When I got up, I thought I was only there for 30 minutes. Na nilipoamka nilifikiri nilikuwa pale dakika kama 30 tu. But it was 2.5 hours Lakini kumbe ilikuwa ni masaa 2.5 just in God's presence. nikiwa tu katika uwepo wa And he Mungu. was doing that work in my heart. Na alikuwa anafanya kazi moyoni mwangu. And we were in Pennsylvania, Na tulikuwa katika jimbo hilo la at Pennsylvania. this church in Pennsylvania. Na kanisa And huko I was sitting on the front row on the Tuesday nilikuwa nimeketi katika viti vya mbele Tuesday night, and I felt this bubbling in my belly. na nikasikia bubujiko tumboni mwangu. And it bubbled and bubbled. Na ikabubujika And my head starts thinking na kichwa changu kikaanza kufikiria and trying to analyze it. na ninajaribu kuikagua. And I heard the voice of God, Kisha nikasikia sauti ya Mungu very strong. kwa nguvu. He said to me, Akaniambia, stop thinking about it. wacha kuifikiria. Just let me do it. Wewe acha tu nifanye. When God speaks to you like that, Na Mungu anapokuzungumzia namna hiyo, you have to say, yes, sir. lazima useme ndio Bwana. And so I said, sorry, Lord. Nikasema Bwana nisamehe. And I felt it again bubbling up. Nikahisi tena bubujiko hilo. Like John 7:38, Kama Yohana 7:38. where it says Jesus was speaking about the Holy Spirit bubbling out of your belly. Yesu alikuwa anazungumzia Roho Mtakatifu akibubujika kutoka tumboni mwako. And it was bubbling and bubbling. Na akaendelea na kuendelea. And when it came out of my mouth, Na kisha ilipotoka kinywani mwangu, I was laughing and laughing and laughing. nikawa nacheka na kucheka na kucheka. And because I was shy, I always laughed even quietly around other people. Na kwa sababu nilikuwa mtu mwenye haya na singecheka kwa nguvu Now I'm nikiwa laughing karibu na watu, loud. nilikuwa hapa nacheka kwa I end up on nguvu. the floor, Nikaanguka on my hands and sakafuni. knees. Nikawa nimepiga very magoti. undignified. Na nikawa mtu ambaye sio muungwana tena. And I'm crying Nikalia pia. because I'm laughing so hard. Nikalia kwa kuwa nilikuwa nacheka kwa And nguvu. tears are coming off my nose. Na machozi yanatoka hata kwa pua. Very undignified. Ikawa mchafuko.
But you know, when David danced before the Lord, Lakini wajua Daudi alipocheza mbele za Bwana, his wife despised him. mke wake alimdharau. Michelle represents the flesh. Michelle anawakilisha despising the precious things of God. mwili ambao unadharau mambo ya Mungu ya Because thamana. David had a precious heart before God. Maana Daudi alikuwa na moyo wenye thamana mbele za Mungu. And when God wrapped his arms around me, Na Mungu aliponikumbatia, it was a precious moment for me. ilikuwa ni wakati wa thamana And kwangu. David said, I will be even more vile than this. Daudi akasema hata nitakuwa mbaya kuliko hii. But I know that my people will honor me because I honor God. Lakini najua watu wataniheshimu kwa kuwa na mheshimu Mungu. And it said Michelle was barren from Na that day. inasema ya kwamba Mikaeli alikuwa tasa kuanzia siku hiyo. If we criticize somebody else, Tunaposema vibaya mtu mwingine and their heart before God, na kisha waumie mbele za Mungu, when they humble themselves before God, wanapojinyenyekeza mbele za Bwana, we will invite barrenness in our life. tutaalika utasa maishani mwetu. Don't judge someone else's heart Usihukumu mtu ambaye ameumia mbele za before Bwana. God. Amen. Mbele za Bwana. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. I know when you're a minister, Najua wakati we ni mhuduma, people expect you to be very dignified. watu wanatarajia uwe mtu mungwana. But you must resist that urge. Lakini lazima upinge hiyo To tamaa please hiyo people. ya kupendeza watu. And you have to choose to please God. Na uchague kumpendeza Mungu. Amen. Amina. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. And so I felt his arms wrapped around me. It was so wonderful. Nikahisi amenikumbatia na ilikuwa ya ajabu. I knew people were looking at me. Nilijua watu walikuwa wananitazama. I could feel it. Na ningehisi. Because I couldn't see it. But I knew they were laughing. Nilijua wanacheka pia. I did not know if they were laughing at me or with me. Sikujua walikuwa wanacheka pamoja nami ama walikuwa wananicheka. I knew there was a possibility that my husband was standing there like this. Nilijua kuna uwezekano ya kwamba mume wangu ameshangaa pale amefungua mdomo. Because he had never seen me like that. Maana alikuwa hajawahi niona But namna I want to hiyo. tell you, there's times when the Lord touched me in my seat and I just wept. Lakini nataka niwaambie kuna nyakati Mungu ameniguza nikiwa nimeketi kisha And it nalia. felt like he was cleaning me out. Na nikahisi kana kwamba alikuwa When I got ananisafisha. filled with that joy, Na nikajazwa na furaha. I felt so free. Nilipojazwa na furaha nikajihisi huru. It felt so good. Na nikajihisi And it vizuri. felt like he was pouring into me. Nikahisi kana kwamba alikuwa ananimiminia. Pouring in the oil and the wine. Alikuwa anamimina mafuta na divai. That oil of gladness and joy. Ile mafuta ya furaha. Hallelujah. Haleluya. That wine of the Holy Spirit. Na ile divai ya Roho Mtakatifu. And it was so wonderful. Na ilikuwa ya ajabu. And my daughter, who she's not here today, but she was just turning 7 years old. Na binti yangu ambaye hayuko nasi alikuwa anaingiza miaka 7. And the power of God touched her. Nguvu za Mungu zikamguza naye. And she began to laugh. Naye akaanza kucheka. And she just laughed for hours. Akacheka kwa masaa. And we picked her up and carried her to bed. Tukambeba tukampeleka kitandani. And she's been serving the Lord her whole life. Naye amekuwa akimtumikia Mungu maisha yake Amen. yote. Amina. And her little girl, Naye msichana wake who's mdogo 21 and just got married, ambaye ana miaka 21 ndiye the ameolewa fire tu. of God touched her when she was 2 years old Moto wa Bwana ulimguza akiwa na miaka 2 in our home. nyumbani kwetu. And she began to laugh. Naye akaanza kucheka. 2-year-olds don't laugh unless you like that, unless you're tickling them. Watoto wa miaka 2 hawacheki namna hiyo mpaka wewe But she unamtekeleza. laughed for 12 minutes under the Holy Ghost. Alicheka dakika 12 chini ya Roho We were Mtakatifu. crying, she was laughing. Sisi tulikuwa tunalia naye anacheka. And she said, Grandpa, it's so funny. Akasema babu, hii ni ya kuchekesha. But that girl has served the Lord all of her life. Lakini huyo msichana amemtumikia Mungu Amen. maisha yake yote. Hallelujah. Amina. Haleluya. And God has anointed her in the area of music. Mungu amempaka katika sehemu za And she's muziki. been preaching since she was 3 years old. Amekuwa akihubiri tangu akiwa na miaka 3 And laying hands on all the little children. na akiwekelea mikono watoto wale Our wengine children wadogo. must also be touched by the fire of God. Watoto wetu pia lazima Hallelujah. waguswe na moto wa Mungu. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Even if they don't understand everything here, Hata kama hawaelewi kila kitu hapa, they understand the Spirit. lakini katika roho They can wanaelewa. feel the Holy Spirit. Wanaweza mhisi Roho That's what Mtakatifu. happened to Pastor Rodney when he was a little boy, so he Hiyo ndio knows. ilimtendekea mchungaji akiwa na miaka Amen. 5. And Amina. so I didn't get drunk in the Holy Ghost like that every service after that. Na sikulewa na Roho Mtakatifu namna hiyo kwa kila ibada baada ya hapo. For about 18 months, Na kwa muda wa miezi it 18 would hivi hit me ingenigonga in the most unlikely places. kwa sehemu ambazo si za kawaida. In a restaurant, Nikiwa mkahawani,
in a pastor's office. Nikiwa katika ofisi ya mchungaji. Usually when I was trying to be dignified again, mara nyingi wakati nilikuwa najaribu kuwa the power of God mungwana, would come on me, nguvu za Mungu zingenishukia. and I would just be overcome with the joy. Kisha ningejawa tu na furaha. Hallelujah. Hallelujah. Listen, the Lord wants to fill us up. Bwana anataka atujaze To overflowing. ili tufurike. And not just one encounter with the Holy Spirit, Na sio tu kupatana kumoja tu na Roho Mtakatifu, but He wants us to keep on pressing in, lakini anataka tuendelee so He can keep on kumtafuta touching us ili aendelee kutuguza and fill us up. na atujaze. So we were in a church in New York State. Tulikuwa katika kanisa pale New York, in Hyde Park. Hyde Park. Pastor Rodney asked me Na mchungaji akaniuliza in 1991, I believe, no, yes, 1991. Mwaka wa 91. And he wanted me to you know, so I was gonna you know, so that I can, you know, but then when I was you know, I wanted to then and what happened was it was like when I was and then it like it just like it you know and we were and that we were for masaa matatu. For yeah. And so when I was and then my you know you like you but so then and I and it was I and so then it was like when on in you know in my it was like a you know and it was so when I was, you know, and then it was like, you know, when I was, and then it was like it was and it was you know, and then when we were, and then he wanted, and then I it was like it was like you know, like and it was just then when it was how it was like just you know, and then it went and everything it was oh, and it's so and it's so wonderful. Ilikuwa kidogo ikabubujika. And that's what happened. and then the Lord said to me, Bwana akaniambia, you can't live like this. Ya kwamba hawezi kuishi namna hii. You can live in the joy
Ya kwamba unaweza You kuishi can kwa live in my furaha. peace. Unaweza kuishi kwa amani yangu. You can live filled up with my presence. Unaweza ishi umejazwa na uwepo wangu. Wherever you go. Popote utakapoenda. It doesn't have to leak out of you. Sio lazima ivuje kutoka kwako. But he does want it to overflow through you. Lakini anataka ifurike kupitia wewe. And touch other people. Na iguze watu wengine. Because when you carry. Maana wakati ambapo umebeba. Him. Wakati ambapo when you are unambeba. full of him wherever you go. Wakati umejawa naye popote unapoenda. It splashes out. Yeye atatokea tu. It runs over. Na anafurika. And it touches people. Na inaguza watu wengine. Everywhere. Kila mahali. Amen. Amina. He got on an airplane. Naye aliingia katika ndege. And accidentally bumped into the flight attendant. Na akapatana na mfanyikazi mmoja wa ndege. She didn't know he was a man of God. Na hakujua kwamba huyu alikuwa mtu wa Mungu. Oh, she didn't know who he was. Hakumjua. And she starts laughing. Naye akaanza kucheka. She didn't even know. Hakujua. But she was a backslidden Christian. Lakini alikuwa Mkristo ambaye alirudi nyuma. And he helped her come back to the Lord. Yeye mchungaji akamsaidia kumrudia Bwana. He was at a restaurant. Alikuwa katika mkahawa. And the waitress kept running away because she kept laughing every time she came to the table. Na mfanyikazi mmoja akawa anatoroka maana alicheka kila mara akija kwa meza. I'm so sorry. Na alikuwa anasema samahani. I don't know what's wrong with me. Sijui nina shida gani. And he ministered to her and prayed for her. Akamhudumia, akamwombea. You can carry this. Unaweza kubeba hii. Wherever you go. Popote unapoenda. People will feel God's presence. Watu watahisi uwepo wa Mungu. People will know God's touch. Watu watajua uguzo wa Mungu. And that's all that God wants of us. Na hiyo ndio Mungu anatutakia. To be a container. Tuwe vyombo of his presence and his joy. Vya uwepo wake na furaha yake. To bring life where there has been death. Tulete uzima mahali pamekuwa na kifo. To bring people back to life. Turudishe watu kuwa hai. To bring churches back to life. Turudishe kanisa ziwe hai. To bring nations back to life. Na taifa liwe hai. Jesus is coming very, very soon. Yesu anarudi hivi karibuni. And the world must know. Na ulimwengu lazima ujue. They must know him. Lazima wamjue. And they must make heaven. Na lazima wafike mbinguni. Hallelujah. Hallelujah. We love you very much. God bless you. Tunawapenda sana. Mungu awabariki.